Halo, leo tutaona kuhusu kitu kinaitwa profit and loss. Tuliona expense na profit, kwa tutaona profit and loss. Kwa profit and loss hapa pia unaweza kuweka tarehe kwamba kuanzia tarehe ngapi mpaka tarehe ngapi. Hii unaweza kuona ni kwamba ni kwa mwezi wa 3 tu peke yake. Sawa? Maybe naweza kusema labda tuanzie mwezi wa pili, labda ni Februari, labda Februari 1 twende mpaka labda Machi 1. Haina shida. Sawa, sio zinakuwa zinabadilika kwa haina shida. Kwa cha muhimu lazima ujue kwamba ni profit and loss, kwamba tunaipataje. Sawa, cha kwanza lazima kwanza tupate profit. So profit tunaitwa kwamba inachukua total sales, sales za bidhaa zote ambazo umeziuza kwa kipindi hicho ambacho umekiweka husika, then unatoa total buying price per unit, kwamba kutoa kile kiasi ambacho yani umenunulia kila unit ambayo umeuza kwenye total sales. Sasa ukishapata pale ndio unachukua kwamba hii total sales, sawa, hii kwamba ni profit itakuwa ni total sales kutoa total buying price, ambao sasa hivi ukiangalia kwamba tuna hii hapa ndio total sales 7,900, unatoa 2,500, ambao mwisho wa siku utapata na faida shilingi ngapi? 4,400, 5,400. Then sasa kupata net profit, unajua kwamba always huwa ni profit minus what? Minus expense. So profit minus expense, kwa kuchukua 5,400 ukatoa 3,000 unapata 2,400. Hiyo ndio formula ambayo inatumika. Ila huku chini kuna overall performance, kwamba nitokea umeanza kuuza, kwamba tunashindana kitu gani. Utaona kwamba all sales, kwamba kwenye mfumo kabisa, yani ile final overall tokea umeanza kuuza tuna shilingi ngapi? Kuna 66,700. Then all buying price per unit tuna shilingi ngapi? 42,500. Then tuna all expenses. So unani overall net profit inakuwa ni all sales kutoa buying price, then kutoa expense, ambao unakuja kupata kitu gani? Yani ile overall faida ambayo unayo. Basi hiyo ndo profit and loss. Hivyo na mimi mambo yataenda vizuri. Karibu.